ambao tuko nayo kwa hii Kenya ni nyinyi ndio mlichangia sana. Nilijaribu kuongea, hakuna mtu alinisikia. Nikawaambia huyu ni mtoto wetu, lakini mchunge sana. Ni sawa? Hata kule kwake hakuna kura atapata. Msidanganye na watu ati kuna kura siji ati Wakikuyu mmejitenga, ati nyinyi peke yenu mmemkataa. Hata kule kwetu hatumtambui, anaenda nyumbani za mbili asubuhi. Sawa? Na msirudi nyuma, muambie watoto wenu wote. Shame as President William Samoei Ruto has been rejected by his own people, by his own tribesmen, by his own relatives, by his own neighbors, saying he has not done anything tangible in the area where he comes from. Instead of developing Sugoi, where he comes from, he went ahead and bought a farm in Kajiado County, which he has been developing, which he has been taking his friends, he has been taking envoys from different parts of the country, instead of developing his own home in Sugoi. So they are saying, for all the people, Ruto should never be re-elected as the president in 2027. Remember, even his own people, the Kalenjins, led by Alfred Ketal, they are saying Ruto is not worthy a second term. They better try a different person than their own son. But remember, also people have shared their ideas. I saw the Linda Mwananchi people team. I saw Nairobi Bunge la Mwananchi sharing their views about Ruto's re-election. They are saying Ruto is unworthy because he has been rejected by even his own people. Remember, he was attacked the other day in Emuru Dikil by goons, and he is not saying even anything. Let's listen to them. Kwanza kabisa ningependa kukutana na Moses Kuria. Naona bado anakaa na yeye. Naona mjumbe wenu hapa Katundu South ametoka. Si sawa? So kila mtu ameingia. La mwisho, kufanya makosa sio kosa. Kurudia sio kosa. Nyinyi ndio mlileta Kasongo. Kuna nyimbo hata nimesahau mlikuwa mnaimba sana. Ati koroa kiratende. Mpaka tukaelewa na sijui Kikuyu. Mkasema mtatokea kama shafu kumuokoa. Nyinyi ndio mlileta hiyo shida. Tuungane pamoja na msidanganye kuna mtu atawaambia ati nyinyi ni wakabila kwa kumkataa. Mlimchagua mkijua ni Ruto kutoka kule kwetu. Ama alikuwa anaitwa Kinuthi ama Ng'ang'a? Hapana. Makosa ni yeye. Yeye mwenyewe ndio amefanya kosa. Nyinyi hakuna makosa mmefanya. Anatulazimisha tio, ukiona jambo lolote Ruto anafanya, kuna kitu anatafuta. Aidha ni biashara ama anataka kuwafunga macho. Na mimi nashukuru watu wa Olkalao sana. Mkipata pesa kuleni kabisa sababu ni pesa yenu. Hata nyinyi mtapewa pesa mingi. Juzi umeona wakati Gachagua ameenda kule Emuru Dikil kwa Ng'eno. Amerudi jana na kila mtu alikuwa analipwa 10,000 kuhudhuria. 10,000 ndio ukuje kwa rally ya Ruto. Kama kuna mtu wako na shida ni Ruto. Ruto ndio afanye rally, lazima pesa itolewe mingi. Kwa hivyo mimi naomba watu wa Katundu tushirikiane pamoja, tuhakikishe huyu mtu anaenda one term saa 2 asubuhi mapema. Tuko pamoja. Ama kuna mtu hajaelewa hiyo maneno? Kama kuna mtu haelewi, msikize kutoka kwangu. Ruto ni wa jamii yangu mimi mwenyewe. Na kule kwetu tumemkataa. Tulimsoma mapema, lakini sasa nyinyi ndio mlimkamweka na mbio kutoshinda. Tulimsoma mapema. Mzee Moi wakati ajelazwa alikuwa anasema huyu si mtu mzuri. Uhuru akawaambia amukusikia. Mimi nikasema amusikii. Kwa hivyo nimemaliza vizuri. Si ni sawa? Mtatusaidia hivyo? Mtatusaidia wote? Wangapi watapiga one term? Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you so much. Saa zingine ukiwa mfupi lazima pia ukuwe na akili. Kwa sababu watu wafupi hawaoni zile vitu Ruto anafanya mbaya. Itabidi tuwatafutie miti hapa Jakaranda wapande wakuwe kama Sakayo. Mr. Speaker, vijana wajue gava. Na vijana wenyewe ndio wanaenda kwa majeneza wakisafirishwa nyumbani kwao. Reki Masai alikuwa mzee. Alipata Ojwang alikuwa mzee.
Hawakuwa wamejua gava. Si walikuwa vijana, kwani hawakuwa wanajua gava iko? So nyinyi endeleeni kujua gava mkitengenezwa masanduku zenu. Endeleeni kujua gava mkitumika vibaya watu wakiingiza mishahara zao. Nyinyi endeleeni kujua gava na mnalala njaa. Endelea kujua gava na unatembelea kiatu moja kama mbuzi. Spika, mimi kama Nuru Okanga nataka niambie mandugu zetu, nataka niambie watu kutoka Nyanza, wabunge wamesema ya kwamba Rigathi Gachagua asijaribu kukanyaga Nyanza na linda mwananchi. Mr. Speaker, unajua hizi vitu tukiongea hapa tukisema Gachagua asiende Nyanza na watu wengine wanapiga hapa makofi, tunaonekana kuwa useless. Tunaonekana kuwa useless. Hatufai kusupport vitu stupid kama hizi. Spika, sisi kama bunge la mwananchi Jacaranda, kuna watu wengi wamejisahau kazi ya bunge la mwananchi. Kazi yake ni gani? Kazi ya bunge la mwananchi sio kusupport vitu nonsense kama hizi zinatoka hapa Nyanza. Ati watu wakae mahali group kwa sababu wamesota, wanataka Ruto awapatie bilioni 2. Wanasema ati Rigathi Gachagua asikanyage Nyanza na linda mwananchi. Hao watu wanataka kukampeni. Pia wabunge wa Western wataka waseme basi, kwa sababu watu wa Nyanza wanasema mahali Gachagua na ako hawako hapo. Na pia sisi Waluya tunasema mahali Wajaluo wako Mluya yuko hapo. Twende sana. Mimi ni msemaji wa Waluya. Na mimi nikisema nimesema kama kijana ambaye ako na sauti. Mr. Speaker, na watu chukua hiki tukua serious. Na mimi naambianga kila siku, hii siasa mumeanza kupiga kifua watu wa Nyanza. Mumeanza kupiga kifua. Tutam. Ruto ataingia venye mnataka. MCA umeluzi hapa Lower Savannah. MP Mluya ameluzi ama Mjaluo ameluzi. Tutakuwa na faida gani? Tutakuwa na faida gani? Mimi naambia watu wabunge wa Nyanza, msianze kuleta hapa uchochezi. Katiba yetu inasema kila mtu ako na haki kutembea mahali popote. Kila mtu. Hii mambo ya kukujikusanya mahali kwa sababu mmesota, hiyo mimi sitakubali. Spika, naingia kwa Emuru wa Digiri. Mr. Speaker, niliona mambo ya ajabu jana. Ruto alikuwa hapa Emuru wa Digiri, mahali Gachagua alikuwa hapa Emuru wa Digiri hapa. Emuru wa Digiri kwa Narok, kwa Ngeno kwa MP marehemu Ngeno. Watu walipigana 1 hour. Kumbe pia Ruto anaweza jipangia guns, kwa sababu anasemangu upinzani tukipigwa tumejipangia. Hata yeye jana aliona hiyo mkuki. 2 hours watu wamepigana pale Mishali. Na mimi nataka niambie Ruto for free, na hiyo timu yako wanasema Sifuna hawezi ingia. Mimi kama Nuru Maloba Okanga wanasema Gachagua ako na ukabila. Mimi nasema Gachagua hata kama ako na ukabila 30%. Ruto ako na ukabila 99%. 99. Kwa sababu hii Kenya kila mtu anavuta kamba akienda kwao. Raila Odinga alikuwa anavuta akipeleka Kisumu. Mudavadi ni jukumu yake avuta apelekee Waluya. Gachagua ni jukumu yake avuta apelekee Wakikuyu. Kalonzo apeleke Ukambani. Aleza njoo apeleke Mombasa. Kila Matiang'i apeleke Kisii. Kila kiongozi ana roli kwa kamba yake. So ikifika kwa Gachagua ako na ukabila. Na ikifika wakati Oburu anasema ati sisi kama ODM tuna demand deputy president, hiyo sio ukabila. Kwani watu wa Mombasa hawawezi demand? Waluya hawawezi demand? Wakisii hawawezi demand? Mr. Speaker, nikimalizia nataka niambie watu wetu wa Nyanza, musikuwa werevu kuliko jamii zingine. Musikuwa werevu.
Jamii zingine ni zerevu sana hata kuwashinda. Nyinyi ndio mnajifanya Yesu ameshuka kutoka juu, hadi Ruto sasa anapaa. Na huyu Ruto ndiye amezuia Raila kukuwa president. Mimi kama kuna mtu ananisinya hii Kenya walai, nikifungiwa ni kwa rumu moja na yeye, hakuna kuongea. Nataka tuseme sisi kama linda mwananchi, sisi kama linda mwananchi, Sunday tuko Meru, tunapeleka agenda yetu, na sisi tukiongozwa na kinara yetu Edwin Watenya Sifuna pamoja na mbeba katiba James Bobu Orengo pamoja na mbeba maono Babu Ogindi Owino Inikabi, gavana wa Nairobi County, Generali kijana